Wanaume tutongozeni basi. Leo tumetoka ladies out wa ofisini, tumejikuta kwenye story pale mwenye mahusiano ni mmoja tu kati ya wadada 6. Jamani, it's bad. Nilijua ni mimi tu. Wanaume tutongozeni tafadhali, acheni kutuogopa. Yani mtu unakaa single mpaka unaanza kujibaka. This is not fair. Afu mimi sijui why mnaogopa wadada wanaofanya kazi na kuendesha maisha yao wenyewe bila kujua bora sisi ni cheap tofauti na hao ambao hawana kazi, mnaona mnawamudu. You don't have to compare. You don't have to compare. Yani it's giving desperate. Uko desperate. Usicompare situations. Hawana kazi, mnaona mnawamudu wakati kila kitu wanawategemea. Dada, kuwa na kazi, kuwa na maisha yako haimaanishi kwamba as long as umtegemei mwanaume basi wewe ni bora zaidi. Okay, hebu kwanza tuende kumaliza. Hebu tutongozeni, sisi hatuna gharama. We wish to be loved. Kuwa na mtu hata anakuagiza ka lunch kazini au anakuagizia kwa surprise boda, anakuletea hata zile keki za chocolate zinauzwa 10,000 tu. Jamani, mimi nafanya kazi, kila kitu najitegemea, hata sihitaji much from you. Ni upendo wa dhati na care ya vitu vidogo vidogo sana. Sometime umeamka umeniwekea kavocha au mara moja kwa mwezi ukasema babe, kahela kasuke hivi, unajua nitafurahi kiasi gani? But waulize hao madem wenu jobless, hamwapi vocha, hela ya kusuka mpaka msosi wa kila siku, bado wanawapiga vimo. Dada, ndio maana uko single. Ndio maana uko single. Anaendelea. Anasema vikubwa vya hela. Gharama utatumia kudate na mdada wa chuo au jobless ni kubwa kulinganisha na sisi wenye kazi. Tutongozeni, usiogope. Ukiona mdada ana drive au ana simu kali, wewe mtongozi. Ukiona ana vibom, kimbia. Wengine we just need mtu pembeni wa hata kutuuliza mama umekula. Kuna mtu anasema hata siye maskini hawatutongozi mwaya, kuwa na amani, janga ni la wote. Nimependa hii comment ya kwanza, anasema hapo tu nimeelewa kwa nini utongozwi. Siku ukijua kwa nini mwanaume anaoa utapona. Kadri mwanamke unavyozidi kupata pesa ndivyo fursa ya wewe kuolewa inapungua. Okay, nimependa mwanzoni, huku kwingine sijaielewa. Okay, dada, you sound desperate. Yani desperate in a way kwamba it's not even good. Kwanza the fact kwamba upo una compare kwamba wewe una kazi, so you feel like wao unaona kama wewe ni better kuliko ambaye ana kazi. Wanaume ni simple and yet very complicated creatures. Ni simple sana, lakini pia hawa viumbe ni very complicated. As much as unahisi wewe kuwa na kila kitu inatakiwa impunguzie mwanaume wasiwasi wa kuhudumia, kuna wanaume ambao wanataka kuhudumia kila kitu. Sijui kama unajua hicho kitu. Na maana ukuta anaweza asije kwako kwa sababu na kila kitu. Sasa yeye position yake ni ipi? Ni kama ambavyo wanawake tunaulizwa, what do you bring to the table? Yada. Mwanaume ambaye anataka kuprovide, akishaona na kila kitu anajiuliza, okay, sasa mimi hapa position yangu itakuwaje? Na hizi kauli hizi unazoziongea hapa kwamba wanapiga vibomu, mimi nitakachohitaji ni wewe tu kuniuliza nimekula, vi surprise vya hapa na pale. Unahisi mahusiano ni hicho tu? Unahisi mahusiano ni hicho tu, kuulizana mmekula na kufanyana vi surprise? Mama, it's more than that. It is more than that. Kaa chini, sio hata ukae chini ujifikirie wewe ni nani, au kaa chini useme kwa nini uolewi. Kaa chini, relax. Una kazi yako, maisha yako yanaenda. Ukifika muda Mungu atakuletea, mwanaume atakuletea. Na naomba kusema, mnaweza mkani-cancel, mnaweza mkanivamia, mkanichamba, lakini sio kila mtu ameandikiwa kuolewa. Hiyo pia iweke kichwani. Najua Waafrika tumewekewa kichwani kwamba lazima uje kuolewa. Sasa mwanamke usipoolewa, sijui kazi yako ni nini, ni lazima uje uolewe. Tumekuwa groomed kwamba ni lazima tuolewe. Sasa umeshafika stage ambayo una gari, una kazi, una simu nzuri, probably umejenga au unajenga, unaona purpose yako sasa kwenye maisha iliyobaki ni wewe kuolewa. Hamna kitu kingine,
Hamna kitu kingine. Haya, utasema huyu mtu aje kutongoza asiogope. Uko tayari kuendo madhaifu yake? What about madhaifu yako mengine? Mahusiano tu sio superficial pale juu mmeleteana maua, mmelala wote mmeamka, oh baby, how are you? I missed you. I've sent you something. Yes, miezi ya mwanzoni. Oh, butterflies. Miezi ya mwanzoni. Tumbo linachemka. You can't wait to see him. Akitexti, roho kwatu. Miaka 3, 4, 5 baadaye, au hata mwaka mmoja. Relationship, mahusiano, ndoa. Mahusiano ni system, very complicated. Ndoa ni taasisi, even complicated. Uko tayari kwa hiyo? Una compare kama vile jobless women, they are nothing. Inawezekana ndio maana wanaolewa sana. Inawezekana ndio maana wanaolewa sana, kwa sababu mwanaume anaona position atakayo hold kwenye maisha ya huyu mwanamke. Wewe unaona kwa sababu tayari unajiweza, mwanaume aje kwako kukupenda tu. Lakini je, hilo ndo dhumuni la mwanaume kwenye coexist hapa duniani? Huo ndo mchakato ambao Mungu kamwekea mwanaume, aje kukupenda tu na coexist? What if malengo yake akiwa na wewe anaona hayatimii? Kwamba okay, huyu mwanamke yako na kila kitu tu. Kwenye hizi kauli zako zinaonyesha tayari kuna status ambayo umeshajiwekea. Muangalieni huyo rafiki yenu, yuko kwenye mahusiano. Ni mahusiano stable, ni mahusiano yanayumba, ni mahusiano yenye mapenzi ya kweli, au ni mahusiano ambayo mwanamke anashikilia sana? Kama ni mahusiano ambayo ni positive, ni mazuri, yenye furaha na amani, angalieni huyo rafiki yenu ana behave vipi. Character yake between nyie marafiki, watu wa ofisini, watu na yeye tu mwenyewe as a person, character yake ikoje? Lakini ukikaa kwanza kucompare, my God, kila mtu ana upawa wake. Riziki mafungu 7. Mungu kakupa kazi na gari na nyumba na pesa, mwingine kampa mme na familia. Hana hela. Huwezi ukapata vyote. Lakini I'm not saying hutaolewa, I'm not saying hutapata mahusiano. All I'm saying is relax. Sijui una miaka mingapi, maana kuna hii quote nimekutana nayo sana siku hizi na inanifurahisha. Nasema ondoa umri kwenye kila plan zako, zinaongeza necessary pressure. Ondoa umri. Kuna watu wanaolewa 45, kuna watu wanaolewa 50, kuna watu wanaolewa 38, kuna watu wameolewa 20 bado wako kwenye ndoa, kuna watu wameolewa 20 hawana ndoa, kuna watu wameolewa 40 wana ndoa, kuna watu wameolewa 40 hawana ndoa. Hii ni mchezo wa patapotea. Hakuna formula. Hakuna formula ya maskini au tajiri. Yaani wanaume wanajua wenyewe wanavyo move. And the fact kwamba tunakaa tunawalilia kwamba kwa hiyo mwanaume yote akija tu akakutongoza unaenda naye. Haya, amekuja mfupi wewe utaki mfupi. Amekuja mrefu wewe utaki mrefu. Amekuja mweupe wewe utaki mweupe. Amekuja mweusi wewe utaki mweusi. Amekuja hana hela kabisa. Utakuwa tayari. Relax. Relax my guy. Relax. Mtu wako atakuja. Kama una kazi, focus na kazi. Umeshajenga, una gari, fanya project za maendeleo, mbona ziko nyingi. Unajua ndio sehemu ambayo wanaume wanatupiga kombo. Mwanaume kama ana kazi nzuri, yuko stable, anajua mke atapata muda wowote, obviously. Ana focus na project makubwa. Tunahitaji CEOs wa kutosha. Tunahitaji billionaires wa kike wa kutosha, jamani. Hii ni kwa upendo kabisa. Mungu akubariki. Na fungu lako lije kwa wakati ambao Mungu amekupangia. Inawezekana kwa hizi kauli zote haupo tayari. Unahisi upo tayari, lakini Mungu anakuambia haupo tayari. Kwa nitakachokuletea haupo tayari. You need to check yourself and stop comparing. Kila mtu na fungu lake. Wewe una kazi, mwingine hana kazi, una familia, mwingine hana kazi ana familia, na wanapendana na wanaishi. Lakini usidowngrade watu, wanawake wenzio kwa sababu hawana kazi na wanahudumia kama vile they're nothing. Don't. Uwe na siku njema.